Halo? Wangapi mmewahi kufikiria kukata tamaa katika maeneo tofauti? Sawa, kumbe wote tunapitia haya mambo. Nilijua kuna wengine hawajui kwamba kila kitu kinakuwa ni gravity tu, hakuna ile tunaita stop decision kwamba unafanya maamuzi mengine tofauti. Katika Biblia imeeleza mahali pengi sana na tunaweza tusifikie maeneo yote, lakini imeeleza Mungu anatutaka sisi katika maisha yetu tusikate tamaa. Na maisha yetu katika kila hatua tunazoziendea na kila hatua ambazo tunaziendea au tunazozitamani mafanikio au za namna yoyote, zimejaa vikwazo, zimejaa obstacle ambazo zinakutaka wakati mwingine wewe usiendelee mbele. Katika nyakati tofauti nilikuwa najaribu kupitia na kujifunza kuona kwamba kwa nini Mungu anatutaka sisi tusiwe watu wa kukata tamaa. Ukiingia kwenye mitandao saa hizi wana challenge mambo mengi sana. Kwa nini maumivu yawepo? Kwa nini kama Mungu na nini? Simnaelewa hayo mambo. Lakini Mungu ameyaweka hayo mambo kwa makusudi na kwa dhamira yake njema kabisa kwa ajili ya kutufanya sisi tuwe bora kuliko jinsi ambavyo tulivyokuwa katika nyakati fulani. Tunapita katika wakati tofauti, aidha katika maamuzi, sawa? Na Biblia inasema ukisoma katika kitabu cha Yohana ile 14 sura ya kwanza, Yesu anaongea na wanafunzi wake. Ukisoma ile habari anawaambia msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na halo. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Ukiangalia yale mazungumzo yalikuwa ni mazungumzo ya kuwa encourage wale wanafunzi kwamba saa hizi tuko hivi, lakini uko mbele mnaweza mkapata changamoto za aina fulani fulani. Mioyo yenu isifadhaike na mkafanya maamuzi tofauti na yale ambayo mnayaamini. Kwa hiyo katika maisha yetu tunapitia hizo nyakati tofauti sana. Kila mtu anapitia katika wakati wake ambao kuna kipindi anakuwa anayo sababu ya kugive up. Halo? Anakuwa anayo reasons ya kugive up. Anasema kutokana na maumivu haya, it was too much. Nimeshindwa kufanya nini? Kuhimili. Hamjawahi kukutana na hayo mambo? Nilitukanwa sana, nikaamua kuachana nayo. Sawa? Nilijaribu sana, lakini nilishindwa. Na ukisoma katika maeneo tofauti, hata katika maisha yetu ya kawaida, kwa mfano kwa wafanyabiashara, si ndio? Ukiwasikiliza wale waliofanikiwa, utagundua walikuwa wana nyakati ambazo zilikuwa zina sababu za wao kusema hichi kitu akifanye nini? Hakiwezekani. Saa hizi tunaweza tukawa tunafurahia mambo mengi ambayo tunaona kiteknolojia, kisiasa, kinamna yoyote unaweza kufikiri, lakini kuna wakati kuna watu ambao walilipa gharama ya kuto kukata tamaa. Nikupe mfano mmoja tu ambao kwa haraka. Mchukue kwa mfano mtu ambaye alipewa assignment. Huwa napenda kusema alipewa assignment na Mungu. Sawa? Ni kweli Mungu alijua kwamba kuna mahitaji mbele ya jamii ya hawa watu. Watahitaji kuwa na mwanga. Halo? Watahitaji kuwa na nini? Na mwanga. Akapewa assignment ya kudiscover hii bulb ambayo saa hizi tunaenjoy wote, tunaona mwanga, tunawasha taa na zinatembea kila mahali. Ilikuwa ni assignment kutoka kwa Mungu. Tunakubaliana wote hapo, si ndio? Angalia nyakati alizopitia. Wanasema alijaribu mpaka ije itoe mwanga ni zaidi karibu ngapi? Mara 990 kitu, si ndio? Yaani anajaribu jambo lile kwa njia tofauti, na wakati mwingine ilikuwa halileti matokeo kwa haraka. Mnanielewa kanisa? Kwa hiyo kwenye maisha alikuwa anayo reasons ya kusema this cannot work, is impossible. Alikuwa ana sababu kwa 100% kusema hii haiwezekani. Na hata kama alikuwa amepewa assignment hiyo, labda tuseme kama alikuwa na mwalimu au alikuwa na nani, hata kama amelipa, akasema, angekuwa anasema kwamba I tried this, nimejaribu kwa namna hizi zote, hichi kitu akijafanya nini? Akijafanya matokeo. Tunaelewana? Hebu jamani, mnaifahamu 999? Unaanza leo
sijui alifanya kwa muda gani, sina details vizuri juu ya hichi kitu, nimechukua kwa haraka, kimekuja chenyewe, sina details, lakini mara 999. Je, umejaribu mambo mangapi katika maisha yako na ukayatolea majibu kwamba hili swala haliwezekani? Wanasayansi hapo naona mnanong'ona kitu. Mara ngapi? Mnanong'ona kitu. Sana. Nilikuwa nataka nijaribu kupata hiyo. Kwa hiyo kwenye maisha yetu wakati mwingine tuna enjoy mambo ambayo tunayaona. Kuna watu walipewa assignment na Mungu wayafanye na it wasn't easy. Sawa? Hawakuifanya mara moja alafu baadaye ikatoa nini? Ikatoa majibu. Walijaribu mara kadhaa, ndipo saizi tuna enjoy. Nimetoa mfano wa hii balbu. Kuna mambo mengi sana. Wapo ambao wamefanya mambo ya teknolojia nyingi, wao unajua saizi. Lakini ninachotaka kusema katika hili kwamba wakati mwingine Mungu katika maisha yetu anatupa assignment za kuzifanya, lakini haziwi ni nyepesi, zinakuwa ni nzito sana, na zinakuwa zinazo 100 or 1000 of reason kwamba wewe kusema kwamba hili swala mimi ninayo sababu ya kukata tamaa. Ukienda kwenye mambo ya politics, kuna watu ambao wana pay price, wanateseka na wanazo sababu ya kusema kwamba mimi naweza sasa, hii hali haiwezi fanya nini? Haiwezekani. Lakini kama ukiweza kuzingatia au kuwa na uwezo ambao Mungu anautaka, ambao Mungu ameuweka kwako wa kuto kukata tamaa, kuna big result katika maisha yetu na kwa ajili ya faida ya watu wengine. Hebu nikupe mfano moja, nadhani utanielewa vizuri. Wote tunakumbuka kile kipindi ambacho Yesu alipitia. Hii inapatikana katika Mathayo 26 mstari wa 39. Sawa, naomba tusome. Hii ni habari ya Yesu akiwa katika ile bustani ya Gethsemane. Kuna mtu ameipata? Mathayo 26:39. Na elewa, hii ilikuwa ni sehemu muhimu sana katika maisha ya nani? Ya Yesu, na ile assignment ambayo Mungu alikuwa amempa. Tumeipata? Nisomee. Soma ndio. Natosha. Habari mnaifahamu, najua mnasoma Biblia, na ndio maana naenda mara nyingi sana mistari mingine na skip kwa sababu tunaijua. Ilikuwa ni sehemu muhimu sana katika kipindi ambacho Yesu alikuwa anapitia. Sawa? Mimi sijui ilikuwaje mpaka mwili wa Yesu uanze kutoa nini? Jasho la damu. Sijui, naelewa hiyo. Na sijajua kama kwenye historia imewahi kutokea hivyo katika mateso tu ambayo amewahi kupitia. Lakini Yesu anafika mahali anasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki mimi kifanye nini? Kiniepuke. Anataka ku give up. Anataka kusema kwamba hao dhambi zao itafutwe njia nyingine ambayo ni nini? Ni mbadala. Anauona ule mzigo kwamba unataka kuwa haubebeki. Anayaona yale mateso kwamba ni mazito mno, hawezi kuyabeba, hata kama yanataka kutoa majibu makubwa kwa generation na generation na generation kwa ajili ya ukombozi ambao tunaushangilia leo. Lakini napenda point moja ambapo aliprotect. Sawa? Akasema, si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yafanye nini? Unavyoona wewe Mungu. Si kwamba kwa Mungu ilikuwa ni rahisi. Lakini hebu jaribu kujenga taswira kama Yesu ange give up na angemwambia Mungu, siwezi kuendelea na hii mission. Wote tusingekuwa hapa, tunakubaliana eh? Si ndio? Wote tusingekuwa hapa. Kwa hiyo nataka kusema kwenye maisha yetu wakati mwingine tunapita nyakati ngumu na tunaingia kwenye kuamua maamuzi ambayo yanakuwa yako ni magumu na yana sababu ya sisi kusema kwamba hili swala haliwezekani. Mungu bado anakudai, anakutaka wewe uweze kufanya maamuzi ya kuto kukata tamaa.
Kama nikikata tamaa mimi saizi katika maisha yangu, labda niweke kwenye ground maisha ya kawaida. Siku moja Samani Max nilikusikia unazungumza mahali fulani. Wakati mwingine sio kwenye maisha tu, hata ya nani, hata maisha ya biashara. Sawa? Unafanya biashara, unafanya kazi fulani, unajaribu haupati majibu yanayofanya nini? Unayotarajia. Kama saa hizi mvua zinanyesha, si ndio? Watu wamelima, mitaji imepotea, wengine imekuwa nini? Yaani maisha yako zigzaga. Katika maelfu ya watu kuna watu wanafanya maamuzi ya kukata tamaa, na katika mamia ya watu kuna watu wanasema I'll keep on doing until I get results. Na wengine wanafanya maamuzi ya kutokukata tamaa, na ndio generation zijazo zinakuja kuwa kwenye hiyo platform ya kuexcel vizuri, kwa sababu kuna mtu fulani alifanya maamuzi ya kutokukata tamaa. Yaani saa hizi mimi hapa nikiweza kuamua kukata tamaa, hii hainiathiri mimi peke yangu. Si mnaelewa Inamwathiri Grace, itamwathiri Salvatore, itamwathiri na mtoto wa Salvatore labda. Sawa? Itaathiri jamii yetu, itaathiri mambo mengi sana. Na ndio maana Mungu akikupa assignment fulani, do not give up. Wapo katika Biblia tunawaona watu wengi walikuwa na sababu za kukata tamaa. Na kukata tamaa huku kunatokana na mambo mengi. Hebu tuangalie kwa mfano reference ya ndugu yetu Ayubu. Si ndio? Kwa upande wa afya. Nilikuwa napitia ule mstari, inawezekana tusiusome lakini utapata muda wako utausoma. Ayubu yupo anakula good time na vile ambavyo Mungu amefanya nini? Amembariki. Anaamua tu kwamba leo mwandae kondoo fulani au ng'ombe wa mwaka mmoja, mchinjeni, mweke mahali fulani aokwe na afanye nini? Maisha yalikuwa yanaendelea kama halo. Kule kwenye upande fulani kuna conference, sijui kuna washagani mimi sifahamu. Mungu na shetani wanakutana pale, wanasalimiana. Hajambo mtu wangu nani? Halo? Hajambo mtu wangu nani? Isaya. Sawa? Hajambo mtu wangu nani? Isaya. Mungu anajaribu kujiproud kwa shetani, na anamwambia no. Yule kuna mambo fulani umemwachia, ndio maana hawezi kufanya yale ambayo anaweza akayafanya. Lakini naangalia pale chini kuna agreement Mungu na shetani walifanya. Na ndio maana Mungu anatuinsist tusikate tamaa. Anamwambia hivi, ninakupa kafanye chochote ila angalia roho yake. Usifanye nini? Halo? Usifanye nini? Usiiguse. Siku moja niliwahi kufundisha hapa kwamba tusiogope. Kwa hiyo kuna nyakati unavyokuwa unapita nyakati fulani unavyofikiria kukata tamaa, kumbuka kuna agreement ambayo wewe, kuna limit, kuna boundaries kwamba fanya chochote kinachoweza kufanyika, lakini roho yake usifanye nini? Halo? Roho yake usifanye nini? Usiiguse. Ndio maana Mungu anatutaka kwamba tusikate tamaa. Kwa hiyo kwenye maisha yetu haya tunapita nyakati mbalimbali. Tumekata tamaa kwenye mahusiano, tumekata tamaa kwenye kazi, tumekata tamaa kwenye elimu, tumekata tamaa katika maeneo tofauti, na hayo maeneo wakati mwingine ndio yametoa matokeo ambayo tuna struggle nayo, au wengine wata struggle nayo kwa sababu sisi tulikata tamaa. Hebu nikupe mfano moja. Mmekutana na watu walikata tamaa mashuleni, si ndio? Kwa sababu ya umande, distance. Sijui nyinyi huko. Lakini zamani tunasema Ronataniana sana kwamba alikimbia umande. Alikuwa anapenda mapela. Sawa, tena very small reasons.